imeelezwa kwamba inahitaji kumrudisha mchezaji wao Selemani Gomez. Nadhani itakuwa pengo kwa Simba. Of course kwa Simba lazima itakuwa pengo kwa sababu tumeona toka msimu ulivyokuwa umeanza Selemani Mwalimu alikuwa ni striker pekee ambaye ameanza kuonyesha uweni katika wale washambuliaji wa Simba ambao kwa kipindi alikuwa Dese Mkwala, Selemani Mwalimu pamoja na Jonathan Soa. Na ujio wa kocha kama Steve Becker ameonyesha Selemani Mwalimu ameanza kulinki vizuri na wachezaji wenzake. Kwa hiyo katikati ya project mchezaji kama Selemani Mwalimu akiondoka lazima ataasili mwenendo wa Simba hususan katika safu ya ushambuliaji. Na kuhusu uelekeo kuelekea Wydad sidhani kama kuna uwezekano mkubwa wa kupata nafasi kwa sababu tunaona Wydad saizi imesheni wachezaji wazuri sana. Kuna mtu kama Hakim Ziyech pale. Kwa hiyo inatakiwa uende ukapambanie kwa sababu issue kama hiyo ndio ilimfanya hata Aziz Ki akakosa namba pale akaelekea nchini Libya. Baada ya kusemekana kwamba Wydad wanamhitaji mchezaji wao, kumekuwa na taarifa za chini chini kwamba Simba wamemuongezea wameextend mkataba wa mwaka mmoja kuweza kusalia. Itakuwa na impact gani? Kama Simba wamefanya hivi itakuwa ina impact nzuri kama nilivyosema hapo awali. Selemani Mwalimu umeona ameshaanza kulinki vizuri kwenye mfumo wa Steven Becker. Kwa hiyo na Simba kama umeona Selemani Mwalimu anaendelea kuwa na msaada kwao, ni bora wakafanya hivyo. Kwa hiyo ombe mkataba wa mwaka mwingine endelee kuishi pale. Anaweza akafanya vizuri katika mashindano yapo mbeleni kutokana na consistency alionayo sasa hivi. Kwenye mechi ya Mbeya City ya Yanga dhidi ya Mbeya City alionekana kwenye uwanja wa KMC Complex, maneno yakaibuka. Nadhani kwa mchezaji kwenda kushuhudia mechi ya timu pinzani, nadhani kuna madhara au ni ule utanzania ambao tushajitengenezea? Hizo ni fikra potofu tu za baadhi ya mashabiki wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa sababu mchezaji kwenda kuangalia timu pinzani sio jambo la kushangaza. Mbona misimu kadhaa mtu kama Stefan Aziz Ki alikuwa anahudhuria mechi nyingi za Simba. Kwa mtu unayejua mpira ile ni sehemu ya kwenda kujifunza kwa sababu uwanjani mtu mchezaji mwenyewe anaenda katika vitu viwili, cha kwanza kupata burudani na pili kwenda kuwasoma wapinzani wake kama akikutana. Na tukumbuke tarehe 3 wanakutana na dabi. Nadhani Selemani Mwalimu alikuwa ameenda kuchukua baadhi ya vitu namna ya mbinu nyingi ili aweze kuja kuadhibu maybe Young Africans. Siwezi nikasema hivyo kwa sababu kama kwenye mbinu anaweza hata akawa nyumbani kwake akatumia hizi platform mbalimbali kuangalia Yanga. Ila anaweza kusema pale anaenda kufuata enjoyment. Tunajua kuna utofauti kati ya kuangalia mpira kwenye television na kwenda live uwanjani. Kule unakutana na vitu vya hapa na pale unabadilishana